Isaya. Fungua kitabu cha Isaya. Kama una Biblia kwenye simu itakuwa ni vizuri sana. Kama hauna isikupe shida. Kama hauna Biblia isikupe shida. Lakini Mungu atakupa neema, utapata ya kwako. Amen. Amen. Fungua kitabu cha Isaya au naomba unisikilize kwa dakika chache. Na dakika chache sana, kwa naomba uniazime masikio yako, usiwe na haraka ya kuondoka. Amen. Naamini kuna muujiza wako mahali hapa, usiondoke. Isaya, Nabii Isaya mlango wa kwanza na mstari wa 18. Isaya mlango wa kwanza na mstari wa 18. Mtumishi wa Mungu utaandaa kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 11. Nikikwambia usome utasoma. Isaya, Nabii Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Naomba kurudia. Haya njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitasafishwa kama zitakuwa kama sufi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Haleluya. Somo ambalo ninakuletea mahali hapa linasema wito wa kwenda mbinguni. Ndio maana mwanzoni nikakwambia sisi sote ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Lakini katika safari yoyote huwa kuna vigezo vya mtu anayesafiri. Na ili uweze kusafiri lazima uwe na dhana ambazo zinakuwezesha ili uweze kusafiri. Ukisoma ile andiko limesema, haya njooni tusemezane. Kwenye lugha ya Kiswahili maana yake njoo tuzungumze. Kusemezana ni njoo, maana yake njoo tuzungumze mambo fulani. Anavyosema tusemezane ni kujadiliana baadhi ya mambo. Na sisi jioni ya leo tumekuja mahali hapa tuweze kuzungumza kidogo. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako tumekuja kusemezana kidogo. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Amesema hivi, njooni tusemezane, asema Bwana. Kilichotuleta mahali hapa ni sauti ya Mungu imetuambia tuje tuzungumze na watu wa stendi. Katikati ya stendi kuna watu waliokata tamaa. Katikati ya stendi kuna watu waliotukanwa. Katikati ya stendi kuna watu ambao akili zao zimechoshwa na mambo ya ulimwengu. Ndio maana nao wanasema kwamba dhambi zako zitapokuwa nyekundu. Tumekuja kuzungumza na mtu ambaye anaona dhambi zake zinafananishwa na rangi nyekundu. Nilipokuwa naangalia ile andiko, rangi nyekundu ni alama ya hatari. Ni mtu ambaye tayari anaona dhambi yake hawezi samehewa. Ndio maana akasema dhambi zako zitasafishwa kuwa kama sufi. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Nataka kuzungumza na wewe ambaye tayari dhambi zako zina alama nyekundu. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya mtu ambaye dhambi yake tayari ina alama ya wekundu. Huyo mtu ambaye makanisa mengine yamekutenga. Huyo mtu ambaye mchungaji wako amekutenga. Huyo mtu ambaye familia yako imekutenga kwa ajili ya maovu unaofanya, kwa habari ya matendo unaofanya. Ujumbe ninaokuletea rafiki yangu, unanisikiliza mahali hapa, dhambi zako unaambia njoo zungumze na Bwana. Dhambi zako zitasafishwa. Haina maana wala hakuna idadi ya dhambi zako. Ni dhambi zako ulizo nazo ndizo zitakazosafishwa. Mtumishi wa Mungu, nataka nikwambia njoo kwa Yesu jioni ya leo. Naomba tumekuambia uovu wako. Naomba tumekuambia familia yako haifai. Naomba tumekuambia kazi yako haifai. Naomba tumekuambia wewe ni mtenda dhambi. Ujumbe wangu nakuambia hiyo dhambi yako Yesu Kristo ataisafisha. Sikiliza nikwambie mtumishi wa Mungu. Yesu hakuja duniani kwa ajili ya watakatifu.
Yesu hakuja duniani kwa ajili ya watu wa kanisani. Yesu hakuja duniani kwa ajili ya watu ambao ni walokole tu. Alikuja kwa ajili ya yule mtu ambaye dhambi yake tayari ilishaonekana ni nyekundu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Hebu kama unanielewa nipungie kidogo. Nikafurahi sana. Akasema hivi, zitasafishwa, zitakuwa kama sufi. Sufi ni kitu cheupe. Amen. 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 Sufi ni kitu cheupe. Hiyo dhambi yako itasafishwa. Hata kama ni mzizi wa kutupwa, Yesu anakuhitaji. Hata kama ni mchawi wa mtaa mahali hapa, Yesu anakuhitaji. Hata kama ni msengenyaji, Yesu anakuhitaji. Hata kama ni mbea, umejulikana ni mbea wa mtaa, ujumbe wangu na kuletea mahali hapa, Yesu amesema atazisafisha. Kuna watu mahali hapa watakapookoka wataenda kusafishwa. Haleluya. Hebu soma Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 28 bila shaka. Mathayo 11 na mstari wa 28 na Mungu anasema, ndio, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Amesema njooni kwangu ninyi nyote mnasumbuka na kulemewa na mizigo. Haleluya. Haleluya, hebu nisalimie. Amen. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Amesema njooni kwangu ninyi nyote. Anavyosema ninyi nyote ni watu wote. Hajabagua dini, hajabagua dhehebu, hajabagua kanisa, hajabagua kabila. Amesema njooni. Mnaitwa watu wote. Na mimi nataka nikuite wewe unalemewa na mizigo. Sikiliza nikwambie, yamkini wewe unanisikiliza mahali hapa unalemewa na mizigo ya magonjwa, unalemewa na mizigo ya uchawi, unalemewa na mizigo ya biashara. Yamkini biashara yako uielewi, yamkini ndoa yako nielewi. Amesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nataka nikuite unanisikiliza. Sikiliza rafiki yangu, yamkini umelemewa na mizigo ya dhambi. Uovu umekuwa ni mzigo, magonjwa imekuwa ni mzigo, kazi imekuwa ni mzigo, watoto unaowatazama ulionao wamekuwa ni mzigo. Amesema je hapo mbele mtumishi wa Mungu? Anasema nami nitawapumzisha. Amesema nami nitawapumzisha. Rafiki yangu, kuna raha kupumzishwa. Amesema hata kupumzisha mizigo ulionayo. Mama yangu unanisikiliza mahali hapa, mizigo ulionayo itakuwa hata kuendelea kuibeba, ipeleke kwa Yesu ili aweze kuitoa hiyo mizigo. Amesema atakupumzisha. Hajasema ni mizigo ya aina gani, ni mizigo yote ulionayo, watoto, ndoa, mume, kazi. Amesema atafanyaje? Atawapumzisha wote. Amesema jerudia tena, atawapumzisha wote. Rafiki yangu, mfanyabiashara mwenzangu unanisikiliza mahali hapa, kuendelea kukumbatia mairizi kwenye biashara, kuendelea kutegemea wachawi na mababu kwenye biashara, kuendelea kutegemea ulozi ili kufaidisha maisha yako, huo ni mzigo. Ndio maana una masharti magumu ili uweze kuendesha biashara. Sikiliza rafiki yangu, nani sikiliza, achana na huo mzigo, njoo kwa Yesu. Achana na huo mzigo. Rafiki yangu nisikilize, kuwa na wake wawili watatu, huo ni mzigo. Kuwa na michepuko na misuria, huo ni mzigo. Kuwa na waume wa watu, huo ni mzigo. Sikiliza wewe mama unasikiliza, hata kuitwa mshangazi, huo ni mzigo. Amesema njoo nami nitakupumzisha. Hata kutembea na vijana wadogo, hata kutembea na vijana wadogo. Wewe mama unayenisikiliza, huo ni mzigo, hiyo ni dhambi, itakupeleka motoni. Achana na uovu rafiki yangu. Amesema na nira yangu ni nini? Na nira yangu ni nyepesi. Hebu nisalimie, mwambie jirani yako, achana na huo mzigo.
Mwambie rafiki yako achana na huo mzigo. Mwambie tua huo mzigo. Mwambie tua huo mzigo. Mwambie tua huo mzigo. Haleluya, haleluya. Nataka nizungumze na ninyi ambao mnasikiliza. Kuna mizigo ambayo tunatembea nayo kwenye maisha. Mizigo mingine Biblia yangu ikaniambia mshahara wa dhambi ni mauti. Huo mzigo unaotembea nao sahi, yamkini unaona ni mtamu, yamkini starehe nzuri, yamkini maisha mazuri, lakini huo mzigo unaotembea nao mwisho wa siku itakuwa ni mauti yako ya maisha. Hebu nisalimie tena nimalizie kidogo mahali hapa. Nisalimie tena nipungie tu kama unanipenda. Mwambie mtumishi wa Mungu anakupenda. Mwambie jirani yako Yesu anakupenda. Hebu mtumishi wa Mungu soma hicho kipengele kinachofuata mahali hapa. Kipengele kinachofuata ndio anasema mstari wa 29. Rudi 28. 28 ndo tumeisoma, inasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, ndio nami nitawapumzisha. Ndio, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Amesema je, jitie nira yake tujifunze kwake. Kwa sababu gani? Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sikiliza rafiki yangu, Yesu ambaye nakuletea jioni ya leo amesema nira yake ni nyepesi, na akasema sifa yake yeye ni mpole na mnyenyekevu. Yesu anayekuita leo, anayekuja kwako, haji kukuletea mizigo, anakuja kwa ajili ya kukutoa mizigo. Ndio maana akasema yeye ni mpole, anawahitaji wale watenda dhambi kabisa. Wewe ambaye ni mvuta bangi, Yesu anakuhitaji wewe ulivyo na bangi zako. Amen. Wewe ambaye ni mzinzi, Yesu anakuhitaji wewe na uzinzi wako. Amen. Ndio maana akasema yeye ni mpole, tena ni nini? Ni mnyenyekevu. Ina maana sifa yake, ana uwezo wa kukaa na wakorofi, anaweza kukaa na watu wenye tabia zote, anaweza kukaa na watu wa aina zote. Sikiliza, huo uovu unaotembea nao, ndio maana mganga alikuambia ili uweze kuelewa kukaa kwangu, kaniletee damu ya mtoto. Ili uweze kufaidika kwenye kazi zako, kaniletee kucha nyeupe, kaniletee kuku mweusi. Kwa Yesu hamna masharti ya hivyo. Amesema mimi ni mpole, mnyenyekevu wa moyo. Hey! Haleluya! 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 Yesu ni mnyenyekevu, ni mvumilivu wa mambo yote. Ukiwa kwa Yesu, matatizo yote utayavumilia. Ukiwa kwa Yesu, kila kitu kitakuwa shwari. Ukiwa kwa Yesu, mambo yote yataenda. Hakuna uganga, hakuna umbea, hakuna uzinzi, hakuna michepuko. Sikiliza, yoyote anayekwambia mchepuko ni nini, mwambie wewe ni mshamba. Haleluya! Nataka nizungumze na watu wa Kisoria. Watu wa Kisoria mnaonisikiliza mahali hapa, Yesu anawapenda sana. Watu wa Kisoria na watu wote ambao mko mahali hapa, Yesu anapenda sana huo mji. Ndio maana tumekuja katikati ya malango tukisema ya kwamba Yesu anakuita. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Hebu naomba unisalimie kidogo. Nisalimie kidogo. Yamkini hii sauti umeisikia na unatamani kumkabidhi Mungu mambo yako. Yamkini kuna kamzigo nataka tuombe na hao watu. Kama unahitaji kumkabidhi Mungu maisha yako, hebu njoo hapa mbele tuombe pamoja. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Kama kuna ugonjwa unakusumbua, usiogope. Usiogope, usione haya. Usiende nyumbani na huo ugonjwa. Kama kuna mahali unaumwa, njoo hapa mbele tuombe. Mungu akubariki sana. Tusimame hapa, ndio. Hapa hapo ulipo. Ndio, Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu usiende kutoa nani? Usiende kutoa. Ndio. Usiogope. Mungu amewaleta. Njoo na wewe tu. Kama kuna mahali unaumwa, wewe njoo. Njoo kwa Yesu rafiki yangu, njoo tuombe pamoja. Njoo tuombe pamoja. Haleluya.
Yesu anakupenda, njoo. Sote pamoja, Yesu anakupenda, njoo. Ndio. Mungu akubariki wewe ambaye bado unasikia sauti, unataka kuja, njoo tuombe pamoja. Wewe ambaye unasikia sauti, njoo tu, njoo. Ndio. Ita Yesu. Yesu anakuita, njoo tu. Usiangalie aina ya ugonjwa unaokusumbua, njoo.